Yaani isingekuwa ongezeko la watu kutokea bara la Asia, isingekuwa ongezeko la watu kutokea bara la Asia, hususani Wahindi na Waarabu, yaani wote tu Wachina, isingekuwa ongezeko lao huko kwenye nchi hii, mpaka leo wasingekuwa wanateseka ajira nchi hii. Hapa ndo nimepata funzo kwamba usiwezekana hata sisi kwetu, sababu kubwa ya umaskini wetu sisi kwa unasababishwa na watu wao, kwa sababu ukiangalia watu hao wa kwanza ni wa binafsi. Hata awe tajiri kiasi gani hawezi kutoa hata kwenye mradi mkubwa wa maendeleo, hata kujenga hata hospitali. Ukiangalia matajiri nchini kwetu sisi wanaomiliki uchumi mkubwa ni watu wa kutokea bara hilo, lakini huwezi kuona hata siku hii tajiri anajenga hata hospitali, na utajiri wake wote alionao, hata modeo hawezi kujenga hata siku moja hospitali, pamoja na utajiri wake wote alionao. Kwa hiyo wanakuwa ubinafsi unapokuwa mwingi kwenye nchi, unapelekea shughuli nyingi za hususan kwa watu ambao wamemiliki uchumi mkubwa kwenye nchi inakuwa ni mbaya sana. Cha pili, kukwepa kodi. Watu kutokea bara la Asia wanakwepa sana kodi kwenye nchi zetu sisi, wanakwepa sana kodi, ndio maana wepesa sana kuwanunua viongozi, ndio wanafundisha viongozi yaani mbinu nyingi sana. Cha tatu, watu kutokea bara la Asia wamejifanya na wenyewe kuwa ni raia wa nchini kwetu sisi, kwa hiyo fursa zote za kwenye nchi zetu sisi wanaziteka wao, na kubwa kabisa watu kutokea bara la Asia kwanza walipi mishahara mizuri. Kwa hiyo ambapo unafikia hatua usiwalipa mishahara mizuri wananchi, ina maana wewe kama mwekezaji umekuja kwenye nchi ya watu ukapewa uraia na usiwalipa wananchi mishahara mizuri, ina maana unapelekea wananchi wengi kuwa na kima cha chini cha maisha kwa muda mrefu. Ni kweli ukiangalia hata babu zetu wengine wamezeeka wanafanya kazi kwenye jumba ya watu kutokea bara la Asia, mpaka leo hawana kitu. Mtu mpaka amezeeka nyumbani kwako, wewe unamiliki utajiri hata wa mamilioni hata 500. Unashindwa kumpata milioni 10 kweli jamani? Sema ukweli, tujiangalie sana. Natakiwa na sisi tuifix nchi yetu. Yaani isingekuwa ongezeko la watu kutokea bara la Asia, isingekuwa ongezeko la watu kutokea bara la Asia, hususani Wahindi na Waarabu, yaani wote tu Wachina, isingekuwa ongezeko lao huko kwenye nchi hii, mpaka leo wasingekuwa wanateseka ajira nchi hii. Hapa ndo nimepata funzo kwamba usiwezekana hata sisi kwetu, sababu kubwa ya umaskini wetu sisi kwa unasababishwa na watu wao, kwa sababu ukiangalia watu hao wa kwanza ni wa binafsi. Hata awe tajiri kiasi gani hawezi kutoa hata kwenye mradi mkubwa wa maendeleo, hata kujenga hata hospitali. Ukiangalia matajiri nchini kwetu sisi wanaomiliki uchumi mkubwa ni watu wa kutokea bara hilo, lakini huwezi kuona hata siku hii tajiri anajenga hata hospitali, na utajiri wake wote alionao, hata modeo hawezi kujenga hata siku moja hospitali, pamoja na utajiri wake wote alionao. Kwa hiyo wanakuwa ubinafsi unapokuwa mwingi kwenye nchi, unapelekea shughuli nyingi za hususan kwa watu ambao wamemiliki uchumi mkubwa kwenye nchi inakuwa ni mbaya sana. Cha pili, kukwepa kodi. Watu kutokea bara la Asia wanakwepa sana kodi kwenye nchi zetu sisi, wanakwepa sana kodi, ndio maana wepesa sana kuwanunua viongozi, ndio wanafundisha viongozi yaani mbinu nyingi sana. Cha tatu, watu kutokea bara la Asia wamejifanya na wenyewe kuwa ni raia wa nchini kwetu sisi, kwa hiyo fursa zote za kwenye nchi zetu sisi wanaziteka wao, na kubwa kabisa watu kutokea bara la Asia kwanza walipi mishahara mizuri. Kwa hiyo ambapo unafikia hatua usiwalipa mishahara mizuri wananchi, ina maana wewe kama mwekezaji umekuja kwenye nchi ya watu ukapewa uraia na usiwalipa wananchi mishahara mizuri, ina maana unapelekea wananchi wengi kuwa na kima cha chini cha maisha kwa muda mrefu. Ni kweli ukiangalia hata babu zetu wengine wamezeeka wanafanya kazi kwenye jumba ya watu kutokea bara la Asia, mpaka leo hawana kitu. Mtu mpaka amezeeka nyumbani kwako, wewe unamiliki utajiri hata wa mamilioni hata 500. Unashindwa kumpata milioni 10 kweli jamani? Sema ukweli, tujiangalie sana. Natakiwa na sisi tuifix nchi yetu.